nikikwambia kwamba tunda ambalo linauzwa kwenye bei rahisi huko kwenye soko ndilo tunda linalokulinda moyo wako, linalinda mishipa yako, linalinda mwili wako kwa magonjwa tofauti. Hii utakubali? Hii tunda ni watermelon. Watermelon ina siri kubwa 10 ambazo watafiti waliweza kufanya na kupata, na wakiona kwamba watermelon ni nzuri sana, lakini kuna makosa mengi ambao watu wanafanya wakila watermelon. Na hii ndio tunataka ona ndani ya video hii, ili ujue namna nzuri ya kula watermelon, ujue mafaa ya watermelon, na ujue namna gani hii watermelon yaweza linda moyo wako, yaweza linda mishipa yako, na yaweza kulinda kwa magonjwa tofauti. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ni mara kwanza kwako kuona video zetu, na kuomba ubonyeze kwenye subscribe, bonyeza kwenye like, na kama una swali andika kwenye comment, tutakujibu. Kitu ya kwanza inakubidi ujue ni kwamba watermelon inakuwa na maji mengi. 90% ya maji ndani yake. Ndio maana kwa watu ambao wanakuwa na shida ya kunywa maji, unaweza kula watermelon. Kunywa maji sio shida, sababu watu wengi anapokunywa maji anaumia tumboni, anapokunywa maji anasikia anataka kutapika. Lakini kama unakuwa na shida hizo, hebu anza kula watermelon, kwa sababu ukila watermelon utapata hayo maji ambayo ulitaka ukunywe ndani ya maji kadhalika. Lakini sio hii peke yake, sababu ndani ya watermelon kunakuwa minerals kama potassium, kama magnesium, kama vitamin C. Hizi ndizo zinasaidia mwili wako kutumika vizuri, yasaidia mishipa yako kutumika vizuri. Unajua wakati tunakunywa maji, hayo maji yanaingia kwenye matumbo, na ili maji yatoke kwenye matumbo yaingie ndani ya damu, ili yawe na mafaa kwenye figo zetu, kwenye moyo wetu na penginepo, inabidi hayo maji yawe na hizi minerals kama potassium, magnesium na vinginevyo. Lakini unajua kwamba maji mengi hayana hizo minerals. Ndio maana wakati unataka ukunywe maji vizuri na haya maji yawe na mafaa kwa mwili wako, hebu anza ule watermelon, sababu hii watermelon itakuja kusaidia. Lakini si hii peke yake. Tunajua kwamba watermelon inakuwa na antioxidant, inakuwa na vitamin nyingi, inakuwa na vitamin A, inakuwa na lycopene. Hii lycopene ni vitamin ambayo inasaidia mwili wako, inasaidia moyo wako kutumika vizuri, inasaidia moyo wako kusukuma damu vizuri. Lakini hii lycopene ndio inasaidia tezi ndume yako kutumika vizuri kwa wanaume. Unajua wanaume wanapokomaa polepole, wanapofika kwa miaka 40, wengi wanakuwa na tezi ndume inayovimba. Hii tezi ndume ama prostate inapovimba, hii watermelon inayokuwa na lycopene ndiyo inaweza kusaidia kupunguza hiyo tezi ndume isiendelee vimba. Lakini sio hii peke yake, sababu kwa utafiti wengi, watu wengi wanasema kwamba lycopene inakuwa kwenye nyanya nyekundu. Lakini utafiti wa kisasa ulionyesha kwamba watermelon ina lycopene nyingi kuliko hizo nyanya nyekundu. Ndio maana wakati unapotaka kujilinda magonjwa ya tezi ndume, wakati unapotaka kujilinda magonjwa ya prostate, anza kula watermelon kila siku. Hii watermelon iwe kama rafiki yako, inaweza kukulinda hizo magonjwa za prostate. Lakini sio hii peke yake, sababu kuna kitu ya kushangaza ndani ya watermelon. Watermelon inakuwa na kitu ambayo inaitwa citrulline. Hii citrulline ndiyo inaingia ndani ya mwili wako. Mwili wako unaigeuza kuwa arginine, na hii arginine inageuka kuwa nitric oxide.
Hii nitric oxide ndiyo inasaidia kufungua mishipa yako na damu inatembea vizuri, na damu inapotembea vizuri sababu ya hii citrulline, hii inasaidia moyo wako kutumika vizuri, inakulinda magonjwa ya pressure, lakini kwa wanaume inawasaidia kufanya kazi nzuri. Okay? Hii kazi nzuri sasa inapotumika vizuri ndiyo unakuta familia na mengineyo yanaenda vizuri. Lakini hii inakubidi ujue kitu ingine. Kitu ingine inakupasa kujua ni kwamba watu wengi huwa wanafanya makosa watu wengi wanafanya wanapokula watermelon ni kwamba wanatupa hiyo kipande ya watermelon, hiyo ngozi ya watermelon, na japokuwa hiyo ngozi ya watermelon ndiyo inakuwa na hiyo citrulline nyingi. Kwa hiyo utakuta watu wengi wanakula hii kipande inayokuwa na lycopene, wanajilinda kwa magonjwa ya tezi dume, wanajilinda kwa magonjwa ya moyo, wanajilinda kwa magonjwa ya mishipa, lakini wanatupa hiyo kipande inayokuwa na citrulline ambayo ingeweza kusaidia kufungua mishipa na kuacha damu itembee vizuri. Unasikia sasa kama hii ni shida kubwa kwa wanaume, ndio maana inakubidi uweze kukosoa haya makosa ambayo ulikuwa ukifanya unapokula watermelon. Lakini kitu ingine watu wengi inabidi kujua ni kwamba kwa watu ambao wanafanya mazoezi, kama unafanya mazoezi inakubidi ule watermelon nyingi. Unajua wakati unafanya mazoezi, unapofanya mazoezi unapoteza maji mingi, unapoteza nguvu na mishipa yako inatumika sana. Wakati unamaliza fanya hiyo mazoezi yako, inakubidi uongeze upate maji ya kuja ndani ya mwili wako, ili hayo maji uliyopoteza uongeze uyarudishe. Okay? Na kwa kurudisha haya maji vizuri inakubidi ule watermelon, sababu hii watermelon ndiyo itakusaidia kupata hayo maji, lakini hii watermelon itakusaidia na kupata nguvu nyingi zinazoweza kusaidia mwili wako kuongeza kutumika vizuri. Ndio maana kama wewe unakunywa maji yanakuumiza tumboni, anza kula watermelon, sababu hii itaweza kusaidia. Lakini kitu kingine inakubidi kujua, kuna watu wanaogopa, mimi siwezi kula watermelon sababu nakuwa na magonjwa ya kisukari, siwezi kula watermelon sababu ya hii, sababu ya hiyo. Inakubidi ujue kwamba watermelon inakuwa na fibers nyingi. Hizi fibers ndizo zinasaidia sukari yako ili isiingie haraka kwenye damu, na hii ndio inafanya kuwa watermelon inakuwa ni nzuri sana kwa watu wanaogonjwa magonjwa ya kisukari na kwa wale wanaugua na magonjwa zingine. Lakini namna gani unaweza kujua kwamba watermelon ninaokula ni watermelon nzuri ama ni watermelon isiyokuwa nzuri? Ya kwanza ni ukienda kwenye soko unaenda nunua watermelon, anza ona kwenye kichwa ya watermelon, utaona kuna rangi ya kimanjano. Ukiona rangi ya kimanjano kwenye watermelon, jua kwamba kimanjano ama yellow ama jaune. Ukiona kuna rangi ya kimanjano kwenye watermelon, jua kwamba hii watermelon ni nzuri sana. Lakini ukipiga kwenye watermelon unasikia kuna kasauti kanatoka ndani ya hii watermelon, jua kwamba hii watermelon imekomaa vizuri. Kitu kingine inakubidi ujue ni kwamba ukikata watermelon unaona ndani ya watermelon kuna rangi nyekundu sana, jua kwamba hiyo watermelon ni watermelon nzuri inayokomaa. Lakini kwa makosa niliyosema, kuna makosa ambayo wengi huwa wanafanya pasipo kujua. Kosa la kwanza ni kwamba wanatupa hiyo ngozi ya watermelon, na tulisema hiyo ngozi ya watermelon inakuwa na citrulline nyingi. Lakini sio hiyo peke yake, kuna mbegu za watermelon. Hizi mbegu za watermelon zinazokuwa humo ndani zinakuwa na minerals kama zinc, inakuwa na minerals kama
kama iron. Hizi minerals ndizo zinafanya mwili wako utengeneze hormones kama testosterone. Hizi hormones ndizo zinasaidia sana sana wanaume ili wawe na nguvu za kiume na nguvu zinginezo. Lakini unajua watu wengi huwa wanatupa hizi mbegu, huwa wanatupa hii ngozi na wanatupa vitu vyenye maana sana. Lakini kitu kingine inakubidi ujue ni kwamba watermelon ni nzuri, lakini watermelon haiwezi haiwezi badilisha dawa unazochukua. Kama wewe una magonjwa ya pressure, kama una magonjwa ya kisukari, kama una magonjwa tofauti, hebu enda kwenye daktari akupe dawa, daktari akuandikie dawa, na hii watermelon uendelee kula, sababu hii watermelon ndiyo itakusaidia kupona vizuri na kupona haraka kuliko kuchukua watermelon yenyewe ukatale kunya dawa. Sababu nilisikia walisema watermelon ni nzuri, hivi sasa mimi sitachukua dawa, nitakula watermelon yenyewe. Hapo utakuwa umefanya kosa, na hilo kosa laweza hatarisha maisha yako, laweza hatarisha afya yako. Kama ilikuwa mara kwanza kufuata video zetu, hebu na kuomba ubonyeze kwenye subscribe, klike kwenye sabone, na kwaherini.